Ndugu wangu upo? Nipo. Dhamida. Nzuri. Nikuacha umelala katoka kidogo. Kweli manake nimeamka. Kila nikikuita sinaona kimya. Nikajua labda umetoka tu kwenye pilika zako za kawaida. Ndugu yangu, katika mizunguko yangu nimekutana na shemeji. Mchana kweupe na jua kali. Mimi kajua naenda msikitini. Nilipokutana naye kuna mazungumzo tuliozungumza naye, ila mimi nilichukulia ya kawaida. Ila katika kuzungumza kuna jambo kaniambia nakutafuta. Akaniuliza, mke wangu yupo huko kwako? Mimi kamwambia hayupo kwangu na sijui alipo. Yaani hapo afadhali ulimjibu hivyo. Angejua kama nipo huko, angeshanifuata. Yaani nimefanya la maana sana kumjibu hivi. Unajua namchukia. Tena namchukia. Sihitaji hata kumuona sura yake. Yaani nikiona sura yake naona kama nimeona tambara na deki. Kuna kitu gani kikubwa alichokufanyia shemeji yangu? Yaani ndoa tu ndio imekufanya utoke kwako? Shemeji yangu bado anajitafuta, ungekaa ukamvumilia. Yaani anavyotafuta hivyo maisha yangekaa sawa. Mkafanyaje? Mkafunga ndoa. Hivi upendo gani aliokuwa ndani yangu mimi ananipenda? Kwa thamani gani alionionyesha yeye? Nimeishi na umali miaka kibao pasipokuwa na ndoa ndani. Hivi hata ungekuwa wewe ungekubali? Nimekuwa mwanamke wa kugaragazwa tu ndani. Na geuzwa tu muda wote, si ndio? Sasa nisikilize. Msimu huu nimeamua msimamo wangu uko pale pale. Nahitaji kufunga. Nahitaji nifunge Ramadhani, mimi mtoto wa Kiislamu. Kila mwaka unanipita. Kuna leo na kesho. Unajua mauti wangu naukuta lini? Unajua uko mbele mimi naenda kujibu nini? Kwa ajili ya mapenzi. Sio kweli. Sasa basi. Mimi ndiyo niliyemwambia naomba tuachane na sitorudi tena nyumbani kwake. Sirudi nyumbani kwa Umali bila ya ndoa. Sijui umenielewa? Alafu haya ni maamuzi yangu. Sidhani kama una nguvu ya kuniingilia kihivyo. Wewe niambie tu. Kama hunitaki hapa nyumbani kwako nijue. Kuliko unanitafutia matatizo. Mara hili, mara lile. Siku zote akufukuzae hakwambii toka. Bali utaona vitendo tu. Yamekuwa tena ndugu yangu, mimi nikufukuza hapa. Wakati hapa ni kwako. Wewe ni ndugu yangu, siwezi kumsikiliza mtu mwingine yoyote ile. Lazima nikusikilize wewe. Lakini tamuita shemeji. Nikishamuita akija hapa, tutakaa, tutayazungumza. Lakini kumbuka shoga yangu, ndoa ni ya watu wawili. Mimi sije kaingilia kwa baadaye nyie mkaelewana kaonekana mbaya. Afadhali ulivyogundua hilo. Kwamba mapenzi ni watu wawili, alafu mapenzi hayaingiliwi. Napenda sana ulivyoniambia utanisaidia. Kama kweli unaweza kunisaidia, nisaidie ili nipate ndoa. La sivyo, sirudi tena kwa Umali. Vipi? Mbona mchelewa sana? Sinajua tena. Nilikuwa na pilika za hapa na pale. Ila pole sana kwa ile kukuta. Sio kila mwanaume anajua thamani ya mwanamke. Wengine hawajui thamani ya mwanamke. Ndio kama huyo alikuwa naye, hajui thamani. Ndio maana mpaka sasa hajakuoa. Anaita ingekuwa anajua thamani yako wewe, angekuwa ameshakuoa. Lakini hivyo ndivyo mlivyo nyinyi wanaume. Hata kama mtu akupe mapenzi vipi, akupe upendo vipi, lakini bado hutojua heshima na nidhamu ya mwanamke. Hasa pale mwanaume atakapokuweka ndani. Akishakuweka ndani anajua umemaliza kila kitu. Na mwanamke huyo hana soko tena kwake. Si ndivyo mlivyojiwekea? Ukisema hivyo tuko nakosea. Usitukumu wote. Wengine wanajua thamani ya mwanamke.
kingine, unajua ni dhahabu ambayo inang'aa, ambayo inang'aa kwenye mkaa, na sio kila mwanaume anaweza kuiona dhahabu, ila kwa sisi wataalamu ambao tunajua maana ya dhahabu tunaweza kuing'arisha. Najua ni mzuri na naidi itakuwa vipi tena? Ina maana umeniita hapa kwa ajili ya kuniambia hivyo? Hivi matatizo yangu yote nimekuhadisia na nimekwambia kitu gani nilichopitia. Baada unipe ushauri unaanza tena kunitaka, si ndio? Na mama kutaka kosa. Alafu nakutaka kwa njia njema tu. Hapana, mimi nina mwanaume wangu. Sio kama nimeondoka kule kwa ajili mwanaume wangu simpendi. Mwanaume wangu nampenda sana. Ila niliondoka kule nahitaji ndoa, nahitaji stara. Bado tena unaniweka sehemu kama hizi hapa. Alafu unakuja kuniambia wewe pumbavu. Sipo tayari vipi? Niache. Unaenda wapi? Naomba niache niondoke. Sawa, ondoka. Ila nenda katafakari. Usiende kutafakari mahusiano yangu mimi. Ila nenda katafakari ni jinsi gani utaingia katika ndoa na mimi. Naomba niache. Mimi sio mwanamke wa kudhalilishwa kama hivyo unavyotarajia. Tumeanza vizuri. Aise. Kitanda nilikipenda. Kizuri. Lakini shemeji, kwani usinipunguzie? Jamani, wewe si ndio tulikubaliana kwamba ukasema kabisa kitanda kwa jinsi ukikiona kizuri basi utatoa pesa ambayo tutakubaliana. Sawa. Lakini bei yako inaninyong'onyesha sana. 3,500 mbona parefu? Wewe tena umeanza mambo yako. Wewe nisaidie mimi shemeji. Hapana. Unajua nini? Yaani sijamwambia mume wangu kitu chochote kuhusu kitanda, ni hajui chochote. Yaani hapa na force mazingira. Na mimi nimechoka kulala chini. Na mimi nataka kidogo nikilala kwenye najisikia raha. Si unajua tena? Basi sawa. Mimi nitakufanyia 320. Ili mradi tu mambo yangu yaende sawa. Shem. 320 vipi? Piga 3 kavu basi. Basi sawa. Huo mzigo nao hapo kabisa. We. Natembeaje na pesa mtoto wa kike? 3 kavu kabisa tembea kwenye pochi. Pesa ipo nyumbani. Basi sawa. Naomba tu tukabidhiane hiyo kesho basi kama itawezekana. Sikia kwambie. Unaje tukifungua kitanda tukondoka nacho. Afungela kupata pesa uko nyumbani. Si mambo yanakuwa au unasemaje? Sawa, lakini uniburudisha kwa hii agenda. Nimefurahi sana. Yaani nilikuwa sitegemei kama shida yangu leo ingeweza kutatuka. Yaani akili yako imerefresh. Yaani hapa akili yangu imekaa sawa kabisa. Yaani na stress. Nashukuru sana shemeji. Yaani umejua kunikosha. Sawa, mimi acha nifanye hivyo basi. Basi sawa. Sawa. Kwa nakifungua tunaondoka. Sawa. Sasa shida. Shogangu, toka jana usiku unalia tu. Kinachokuuliza ni nini wewe? Ona sura ilivyokupauka. Hebu nyamaza. Oliva, unaniambiaje nipunguze jazba? Naanzaje kupunguza jazba? Ina maana kile kilichotokea pale hujakiona, si ndio? Ulikuwa umefumba macho, si ndio? Yaani mpenzi wangu mimi, mume wangu mimi, namkuta katika mahaba mazito kama vile, alafu ananiambia mimi ninyamaze. Sawa, najua, ila yule ni mume wako, naomba umsamehe. Sasa utalia hadi lini? Mwisho utajaza watu ndani, watajiuliza huyu mtu analia nini? Nyamaza,
Najua kabisa kuondoka kwangu kumbe kulikuwa ni sahihi sana. Mimi nilikuwa najua kabisa Omari anipendi na hana mapenzi kabisa na mimi. Aliyempenda ndio yule anayefanya naye uchafu mule ndani. Msamehe tu, yule ni mume wako. Wanadamu tumeumbwa kusamehe. Kwa nini wewe usimsamehe? Yule mimi ni shemeji yangu. Hasa huko katika hali hii ya kulia, unatoa machozi kila wakati. Utaacha kulia lini sasa wewe? Usiniambie mwanadamu mimi nitakiwa nimsamehe. Kwanza kuanzia leo yule sio shemeji yako. Usimwite shemeji yako kabisa kwa njia yangu mimi. Mimi siwezi kuishi na mwanamume mchafu kiasi kile. Oliva, ndani kwangu. Alishindwa nini kumchukua mara yake hata kumpeleka guest? Akaamua kufanya uchafu ndani kwangu. Ndani ya kitanda changu. Hapana. Nyamaza sasa, usilie. Utalia mpaka lini udugu wangu Nyamaza. Hayo ni mapito, ni kipindi cha mpito. Mambo yakikaa sawa, mbona utakuwa unacheka wewe mwenyewe? Usilie, sawa? Halo. Kwema. Nilikuwa nakujibu kwamba nipo tayari kwa kile tulichokiongea jana. Na tena kama itawezekana, nilikuwa naomba hata leo tumalize kila kitu. Haki ya Mungu, mimi nipo tayari kwa lolote. Aya, sawa, nitashukuru basi. Sikufiche. Wala siamini kabisa. Yaani asubuhi nimeamka afu niko na simu inaita kuangalia hivi. Raudhati. Kupokea unanipa jibu zuri. Raudhati. Kumbe na maana ule ushauri ambao nilikuacha nao jana umeenda kufanya kazi. Ni kweli nimekubali. Na mimi ndio nilipigia simu kutoka moyoni kwamba nimekubali unioe. Alafu mimi nilijua kwamba una nia tu kunichezea. Kumbe una nia kweli ya kunioa. Sikiza kwa kitu moja sawa. Wasema ngoja ya ungeze matumbo. Yaani mimi baadaye huko kama wanaume wengine. Angapo mwanamume mwingine angenidanganya, akanichezea alafu akaniacha. Nipo serious kabisa. Kweli? Unajua wengine usama mimi nimeumbwa, nimeletwa duniani hapa kuwapa raha wanawake. Sasa kuwachezea. Mungu akujalie uendelee hivyo na moyo huo. Kaeni vizuri, mama anakuja. Wanangu. Mama. Niseme tu. Niwachelewesha kidogo. Hakuna shida mama. Na umenipa nafasi kuongea na mtarajia wangu hapa. Basi sawa, babangu. Kwanza karibu sana. Asante sana mama. Na barua yako nimeipokea. Lakini si unajua mimi mama inatakiwa nikae na wenzangu waipitie kisha tukuletee majibu yako. Mama. Yaani nilipokuwa na shauku mkweo. Yaani natamani mngeniambia hata kesho nakuja kuoa. Sasa babangu, barua umeileta leo, haijapitiwa na wazee. Hujapata jibu, utawaje kesho? Shauku mama. Shauku. Hiyo usijali kwa sababu ili mradi mwenyewe kama amelezea. Huyu ni wako wako utamuoa. Eti mama. Hata mimi nilikuwa natamani hata leo niolewe. Wewe tena. Mama. Mimi naomba niwaachie. Hamna shida babangu. Mimi nafikiri mwende tu salama. Oliva.
shemeji yako. Haya, haina shida shemeji, karibu. Asante shemeji yangu. Baki salama mama. Haya. Mlauzati. Njoo mara moja mwanangu. Sawa. Tanganyika. Nikutakia safari njema. Asante. Baki salama. Asante. Mwanangu, hivi hiki ulichokifanya kwako ni sawa? Asalamu alaykum Juma. Waalaikum salaam. Nimekusimamisha hapa kwa jambo moja tu, kukupa onyo. Sitaki mazoea na mfanyakazi wangu, hasa katika kipindi hiki cha Ramadhani. Maana nakuona unajipitisha tu nyumbani kwangu. Nakuona sana. Sio kama sikuani, naamwaga tu kukuacha kwa sababu nakuheshimu na nimheshimu Baba Juma. Hivi nikuulize. Hivi unavyoniona kweli naendana na yule kijakazi wako? Nishaanza kupata wasiwasi na wewe. Nahisi unanitaka. Mimi nikutake wewe? Hebu mwogope Mungu. Mimi mke wa mtu, tena mke wa shehe. Mimi nimekusimamisha tu kukupa onyo. Hiki kipindi cha Ramadhani, acha mazoea na mfanyakazi wangu. Nimemleta pale kwangu kuja kunisaidia mimi kazi na sio vitu vingine. Hapo. Nakuonya. Kuanzia leo usije ukarudia tena kunisimamisha kuniambia upuuzi kama huo. Mimi ndo natakiwa nikuonye wewe. Umenielewa? Na nimeongea nimemaliza. Ukirudia siku nyingine utakuja kumjua Juma ni nani. Siri jambo nataka kulifanya. Huyo mume umemjua lini? Mmefahamiana lini? Umefahamu lini kwao? Leo namleta kwangu, hamna utambulisho, hamna nini, na barua inaletwa ghafla tu. Mama. Kwa hiyo na maana ujio wake wewe hujapendezewa? Ila sio kama sijapendezewa nao. Kumbuka wewe ni mke wa mtu. Alafu sina taarifa yoyote kutoka kwa mumeo. Mama, mimi sio mke wa mtu. Mimi Omari nishachana naye na nilishamwambia nyumbani kwake sitorudi. Sirudi tena nyumbani kwake. Mimi siwezi kuishi na mwanamume mchafu kiasi kile. Mwanamume asiyejiheshimu, mwanamume asiyokuwa na heshima. Omari namfumania mimi ndani kwangu. Ndani ninapoishi mimi na yeye, namfumania na mwanamke. Tena shahidi Oliver nilikuwa naye. Mimi sina ushahidi wowote. Kuna sehemu tulikuwa tunatoka, wakati wa kutembea tumekaribia pale dirishani tukasikia watu wanaongea. Wewe Oliver wewe. Ina maana kilichofanyika pale ulikuwa ukione, si ndio? Nisikize nikwambie mama. Usingizie mtoto wa watu. Omari nimemfumania na nasikia kabisa sauti za kike zinalalama humo ndani, za mahaba, za mapenzi. Alafu kaniambia mimi nirudiane na Omari. Hiyo useme umefumania. Mdogo wako anakuambia mmeenda. Sio umekata kwenda. Ungeenda ukahakikishe kweli una mwenzio humo ndani, ana mwenzie au la. Unaniambia umefumania, umeona? Mama, yaani macho yangu mimi yaenda akashuhudia upumbavu anaofanya yeye. Si ndio? Amenizalilisha na nitukana, bado tena anaenda kushuhudia utukanaje anaponitukana, si ndio? Yeye kaona mimi sina thamani kwake. Wapo wanaonithamini. Na ndio huyu aliyokuja ambaye mwenye thamani na mimi. Mimi sio Omari, simtaki mama. Huyu ndio chaguo langu. Mimi naombeni mniozeshe tu. Vizuri mwanangu. Lakini mimi najua wewe ni mtu mzima. Wala sio mtoto. Kwa hiki unachokifanya kama ni sahihi, endelea kukifanya. Ila kama sio kitu sahihi, nisikilize mwanangu, kitakacho kupata hapo mbele usinilete mashtaka.